Lakini, alafu, ndio maana, but, and then, that's why. Wondering how to use these powerful connectors naturally in Kiswahili? Let's look at a real-life conversation. Ulituma pesa ngapi? Nilituma 1,000 kisha nikaongeza 500. Ulijulisha Neema? Sikumjulisha, ndio maana nilikupigia simu. Lakini sikupokea simu yako, mbona hukutuma ujumbe? Nilipiga simu mara 2 kisha nikatuma ujumbe. Lakini sikuona ujumbe wako, ndio maana nauliza maswali haya. Soma ujumbe kwanza, kisha tuendelee na mengine. Kisha or halafu, and then. Soma ujumbe kisha tuendelee. Read the message, then we continue. Ndio maana or ndio kwa sababu, that's why, ni ujumbe muhimu, ndio maana ni lazima usome kwanza. It's an important message, that's why you have to read it first. Translate this sentence into Kiswahili. Share your Kiswahili answer in the comments.